Sema mama. Nina ushuhuda mmoja. Nilikuwa nasumbuliwa na mwili, najisikia uchovu, yani nilikuwa sina nguvu kabisa. Lakini nilipokuja kwa baba yangu Sanga, mchungaji wangu Sanga kaniombea, amenipa mwili wa Kristo na damu ya Kristo. Aliponipa tu sijachukua hata lisaa, nikaanza kualisha na kutapika. Kiukweli nimefunguliwa, na mshukuru Mungu kupitia madhabahu hii na nguvu sana. Jamani, na wasii msikate tamaa, hii madhabahu inaponya. Mnakumbuka huyo siku alipokuja? Unajua ngoja kwambie, Mungu anang'arisha mtu, sema mimi. Unaweza ukaja, siku alipokuja ni kama vile watu wamekataliwa, kama vile mtu haelewi, lakini kumbe na majonzi. Amina. Mungu amempa nafasi ya kuwa kwenye madhabahu hii, lakini awali huko alipitia mengi. Kila mtoto wa kike anatamani anyonyeshe, sema amina. Kila mtoto wa kike anatamani afanyeje? Anyonyeshe. Kwanza aolewe, awe na ndoa yake na anyonyeshe, sema amina. Lakini bahati mbaya sasa adui alikuwa anachezea uzao wake. Uzao wake wa kwanza alibeba ujauzito miezi 6, mtoto yule akafia tumboni. Lakini akaendelea kuishi na ujauzito ule mpaka miezi ikatimia, au sio? Lakini baada ya kutimia kwenda kujifungua, kumbe mtoto alishakufa akiwa na miezi 6. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni msiba kwake, si ndio? Ni msiba kwa kila mtu, si ndio? Lakini Mungu huwa hachoki na watu wake. Akamjalia tena pata mtoto. Alafu baada ya mtoto kuzaliwa amekaa siku 6 tu, mtoto yule hakulia kabisa. Siku 6 kaondoka mtoto. Unafikiri ni jambo dogo? Si jambo dogo, sema amina. Kwa hivyo akawa na msiba tena. Sasa Mungu akanionyesha jambo kwa huyu binti kwamba alishafungwa tumbo la uzazi asipate mtoto. Haleluya. Na baada Mungu kunionyesha jambo lile, alipokuja nikazunguka, nilipomzumu nikaona kilio chake ni mtoto. Lakini kuna wajanja walimfunga tumbo lake asipate mtoto. Waona wanapotea. Mungu akanambia njia ya kumfanyia huyu binti ili aweze kubeba ujauzito na ajifungue mapacha. Sema amina. Na ajifungue mapacha. Wangapi wanasadiki hilo? Baada ya kufanya maombi na yeye, siku ya kwanza nikampa siku 3. Siku ya 3 alipokuja nikamshirikisha mwili wa Kristo, yani mkate wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Kitendo kile kikaenda kikavuga kila mifumo ya uzazi ndani yake. Mirija yake ikakaa sawa. Akaharisha sana, akatapika sana, akajikuta yuko mwepesi. Nikamwambia sasa, mwaka huu ifikapo mwezi wa 12, wakati kuna watu wanasherehekea Krismasi, watoto wa kiume na wa kike wamezaliwa, na wewe utasherehekea kuna mtoto wa kike na wa kiume, utakuwa umewapakata kama mapacha katika jina la Yesu. Kwa Bwana makofi katika jina la Yesu. Mama, enda zako kwa amani, utapakata mtoto na utanyonyesha mtoto, na mwaka huu tutamshangilia Bwana mwezi wa 12. Amina. Kuna mwingine nimeona msimama hapa. Unaweza ukaja.